Yes, of course, mimi naitwa Ali, karibu jioni wangu na Dr. Mohamed Hamis, tupige na stories namna ambavyo wameona ligi kuu, lakini kubwa zaidi muendelezo wa timu yake Simba Sports Club, lakini story kubwa ni wachezaji wa Young Africans ambao mikataba yao imekwisha, Pacome Zouzoua pamoja na Daktari Khalid Aucho. Stories zimekuwa nyingi sana za Cuba, tutazipata hapa. Dr. tuko vizuri? Poa, niambie. Kwema kabisa. Kwema kabisa, nashukuru Mungu. Mwendelezo wa timu yenu unaizungumziaje? Japokuwa mnapata matokeo, mnashinda, mmepoteza mchezo mmoja, leo mmetakiwa mcheze, lakini bahati mbaya JKT wamepata ajali, kwa hiyo mchezo umesogezwa mbele. Mwenendo wa timu yako unaizungumziaje? Kwanza nitumie nafasi hii kama msemaji wa Simba VPA, na mdau wa soka nchini na mchambuzi na mshabiki lialia wa klabu ya Simba na mwanachama pia, kuwapa pole wenzetu wa JKT Tanzania kwa ajali ambao wamepata kupitia uongozi wao wa jeshi, lakini pia kwa wachezaji wote ambao wamepata majeraha, kina John Boko Rafaeli, kina Hassan Dilunga, kina Said Ndembla. Mwenyezi Mungu aweze kuwafanyia wepesi, warejee kwa majukumu yao ya kila siku, maana yake wapate matibabu haraka na wapone, warikave vizuri. Mwenyezi Mungu awafanyie kile inawezekana, waweze kurejea kwa majukumu yao ya kila siku. Hilo la kwanza. La pili, leo ilikuwa tuna mechi, kwa bahati mbaya nzuri imetokea hiyo ajali ambayo Mwenyezi Mungu ndo ameipanga, na sisi hatuwezi kuipangua, maana linalopangwa na Mungu maadamu hawezi kulipangua, ina maana hatuwezi kulalamika. Lakini kimsingi Simba, mashabiki, team, benchi la ufundi na management nzima walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya mchezo wa leo ambao ulikuwa mchezo lazima tupate alama 3 kuendeleza kupigania resi za ubingwa wa NBC Premier League. So far paka dakika hii kwa michezo 8 ambayo tumecheza vizuri. Maana yake tumeshinda michezo 6, tumedraw mchezo mmoja dhidi ya Coast 2-2 na tumefungwa mchezo mmoja dhidi ya Young African. Mchezo ambao ulituma sana na mengi yakazungumzika kutokana na aina mchezo ambao ulivyokuwa. Ukiangalia overall analysis ya michezo yote 8, namna ambavyo tumecheza ya away approach, ya away games pamoja na home games, kuna kitu fulani kimeonekana kwamba sasa tuna timu kidogo ya kuturidhisha tofauti na msimu uliopita. Ukiangalia Simba ambayo imetengenezwa kwa nguvu kubwa na zaidi ya robo 3 ya kikosi ni kipya, na kwa muda ambao kocha Fadlu amekaa na kikosi kuanzia pre-season na paka dakika hii muda ambao amekaa kwenye kikosi, kuna hope plan unaipata kwamba wao inawezekana msimu huu kama msimu mzuri kwa upande wetu sisi. Kwanza kwa aina ya mechi ambazo tumecheza na matokeo ambayo tumepata, lakini pili aina ya mpira ambao tunaucheza Simba. 3, aina ya wachezaji ambao tunao wana quality kubwa, daraja zuri. Leo klabu ya Simba tuna wachezaji kama kina Lionel Ateba, wana class kubwa. Diba Mavambo ameshaanza kuprove kwamba ni kiungo mzuri sana hapa Tanzania, namna ambavyo anacheza, na juzi umeona kafunga bonge moja la goli ambalo litupa assurance ya kupata ushindi wa bao 3 dhidi ya Namungo FC, na yeye ndio akawa man of the match wa mchezo. Ni mchezaji mzuri, lakini wachezaji kama kina Wesu, kina Kagoma ambao wamepata majeraha bado hawajarecover, kina Hamza Habrazaki, kina Valentino Agustino Kojefa bado wanakupa matumaini kwamba leo Simba ina kikosi kipana ambacho kinatumainiwa, tofauti na msimu uliopita. Simba ilikuwa ikianza kwa first 11 nje, kuna wachezaji wachache sana ambao wakiingia hawezi kubadilisha matokeo. Yaani tofauti anayeanza kikosi cha kwanza na anayetoka, kuna tofauti kubwa sana ya daraja, maana ya ubora. Lakini saa hizi no Awesu, no Agustino Kojefa, labda no Ngoma, no Mohamed Hussein, no problem, timu inapata matokeo vizuri tofauti na mwaka jana. Hii inakupa picha gani? Inakupa picha nzuri kwamba sasa hivi Simba wana kikosi kipana cha kujivunia. Kama wachezaji wazuri mandaaji makubwa kama kina Mohamed Hussein watakaa nje, Jean Charles au watakaa nje, kina Kagoma watakaa nje, kina Hamza watakaa nje, lakini still bado timu inapata matokeo dhidi ya mpinzani mgumu. Maana yake hii timu ina kikosi kipana tofauti na mwaka jana tulivyokuwa. Kwa hiyo niseme tu viongozi wetu wamefanya jambo jema msimu huu. Mwekezaji wetu Mohamed Dewji Mo na mwenyekiti wa bodi, lakini pia mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba Murtaza Mangumu na bodi yake kwa ujumla wamefanya jitihada kubwa sana, tuwapongeze kwa namna ambavyo wameweza kutukusajilia kikosi kizuri cha wachezaji wazuri wengi ambao wanatupa machaguo ya kutamba kwamba tuanze na nani kwenye kikosi, kwenye timu husika, kwenye mechi husika. Kwa hiyo unakuwa na confidence kwamba hata nikienda kucheza na timu fulani kuna wachezaji ambao wanaweza wakaanza hawa na tukapata matokeo, watakianza hawa tunapata matokeo. Kwa hiyo performance ni nzuri regardless, pamoja na kwamba tupo nafasi ya 3, wanaongoza ligi Singida Black Stars akifuatiwa na Yanga ambaye ni unbeaten, hajapoteza mchezo hata mmoja, lakini bado natupa hope kwamba michezo 22 ambayo imebakia, ambayo tuseme ni alama 66,
tunazitafuta kwa jasho na damu kuhakikisha kwamba tunapata ubingwa wa ligi ambao tumeupania siku nyingi. Unajua tuna miaka mitatu tuna ukame, hatujapata kombe la NBC Premier League. Kwa this time around tunahitaji walau tupate kikombe cha NBC Premier League, lakini tuwe mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hao ndio malengo ambayo sisi tunao msimu huu. Kwa namna kikosi chenu mlivyokiona, hiyo nafasi ya kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika mnaiona? Mimi naiona, kwa sababu pia umesikia mwalimu Fadlu Davids amesema kuna maboresho kidogo atafanya kwa dirisha dogo. Ataongeza baadhi ya watu. Kama unajua sasa hivi Elie Mpanzu tayari ameshatua nchini, mchezaji wetu tayari, na tunaye mazoezi, anafanya mazoezi kila siku, anajiandaa kwa ajili ya group stage ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini bado mwalimu amesema ataongeza kiungo mshambuliaji, maana yake Said Ten, maana yake bado pia mwalimu amesema ataongeza winga mwingine, maana yake ile swala la Philippe Kizumbi inawezekana pia katua. Lakini pande wa pili umesikia Pacome Zouzoua amekataa kusaini mkataba mpya. Kwa na Simba unasikia wanaanza kumnyempia waweze kumsainisha kuja ndani ya klabu ya Simba, maana yake ofa ambao wanaitaka wanaweza kaitimiza. Lakini pia kuna swala Faisal Abdafi mtoto paka dakika ina Azam nikizungumkuti. Azam amemshawishi sana paka juzo ameanza kumpost. Mbona paka juzo ameanza kumpost? Wanampost yote wanamshawishi, lakini dogo amesema subirini kwanza. Subirini kwanza kwa sababu kuna kitu kinakuja hapo mbele. Kwa hiyo inawezekana msimu ujao kama sio disha dogo disha kubwa tukawa wachezaji wote hao tunawasema wakawepo wote na klabu ya Simba, of which inaweza ikatusaidia kuwa na kikosi bora ambacho kinaweza kutoa changamoto chanya huko kwenye CAF competition. Ukiangalia wapinzani wetu watatu tuliopangwa, hiyo timu kutoka Tunisia na hiyo Algeria pamoja na hiyo Bravos kutoka Angola, hawana uzito mkubwa kiasi hicho. Unajua kwa vilabu 16 ambavyo vimeingia kwenye ligi ya mabingwa kwenye kombe la shirikisho, Simba ni timu ya pili kwa ubora kwenye CAF ranking. Baada ya Zamalek inapata klabu ya Simba. Unaelewa? Kwa hiyo hatuna haja ya kuhofia kwa sababu tumeshacheza na majanti wakubwa barani Afrika. Tumeshacheza na National Ari kuna ubora wake, tukaweza kumbiti hapa nyumbani, tukafungwa away, tushakutoa naye draw hapa, tukatoa naye draw kwake. Tushacheza na Wydad Casablanca akatufunga goli moja kwake, hapa tukampiga bao mbili. Tumeshacheza na majanti wakubwa wengi zaidi ya hawa ambao tumepanga nao. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuogofya au ya kuokopa kuelekea kwenye group stage ya CAF Competition Cup ambayo inaanza tarehe 27 mwezi Novemba mwezi ujao. Kwa binafsi naiona Simba ikitoboa group hili na kwenda robo finali. Na robo finali ikienda kama tutaongoza kundi, maana tutapangwa na mtu wa nafasi ya pili kwenye kundi linalofuata, possibility ya kwenda robo finali ipo. Tukifika robo finali, possibility ya kwenda finali ipo. Na ukiona tunafika finali, maana tuna uwezo wa kuchukua ile kombe la shirikisho barani Afrika. Tumesikia makocha timu zote wakilalamika kuhusiana na ratiba. Tumemsikia David Fadlu, lakini pia tumemsikia Miguel Angel Gamondi. Unasema ratiba imebana sana. Kwako una nini la kuambia?